Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo, ni Jumatano njema ambayo tena tunajumuika katika ibada ya Safina ambayo hujia kila Jumatano ya juma. Kumbuka, nachukua nafasi hii hapo nyumbani, wewe msikilizaji, kukualika katika worship night yetu, the end of bleeding worship night, ambayo itafanyika Ijumaa hii tarehe 29 mwezi huu wa 8 mwaka huu wa 2025 pale katika kanisa letu la More Than the Conquerors Kipkaren. Ukifika katika lango kuu la Kimalel Primary School, teremka chini, utapata kibao kikubwa kimeandikwa the More Than Conquerors Ministry, the Healing Pool, opposite Amos Junior. Njoo hapo usiku huu wa Ijumaa wa tarehe 29 katika mkesha wa the end of bleeding worship night kuanzia saa 3 usiku hadi asubuhi. Njoo tumwabudu Mungu, njoo tuone Mungu akitenda mambo ya ajabu maishani mwetu. As you have heard in the beginning, kama jinsi umesikia mwanzoni, we are all calling you to come to this worship night. Wote tunawaiteni kuja katika ibada hii ya kuabudu. Like you have heard Baraza said, the end of bleeding night. Kama jinsi umesikia Baraza akisema kwamba mwisho wa kutokwa na damu. So purpose to be there, kwa kusudia kuwa pale. You could be bleeding in another way. Unaweza kuona utoa damu katika njia nyingine. Come and experience worship in that night. Kuja ukue katika kuabudu siku ule. I believe there will be great ministers also coming. Pia nitaamini kuna wageni wakuu wa kuabudu ambao wanakuja. You cannot afford to miss this. Na uwezi kosa hii. Because it is all in being in the process that God wants you to be. Kwa kuwa yote inahusu kuwa katika mchakato ambao Mungu anataka tuwe. Something great that I know in my life. Kitu kikuu ambacho najua maishani mwangu. It's about worship. Ni kuhusu ibada. When you worship, the one you are worshiping must be present. Kwa kuwa wakati unaabudu, yule ambao unamwabudu lazima awepo. Because you cannot worship him in absentia. Kwa kuwa huwezi muabudu kama hayupo. I remember when we were in primary school. Nakumbuka wakati tulikuwa katika shule ya msingi. And we could line up along the roads. Na tungeweka mstari pale kando ya barabara. And the then president Daniel Moi was passing by. Na wakati huo rais alikuwa anapita, Daniel Arap Moi. When he was to come, all schools were notified. Wakati alikuwa anakuja, shule zote zilielezewa. There was no learning that day. Na kukuwa na kusoma siku ile. Even if he was to come at 11, we would go by the roadside at 8 in the morning. Hata kama alikuwa anakuja saa 5, tungeenda saa 2 kando ya barabara. And we would be singing their songs of praise to him. Na tungekuwa pale tunamwimbia nyimbo za kumsifu. He is not there, but we are already singing. Hakuwa pale, lakini tulikuwa tunaimba. We are tired, but we are still singing. Tumechoka, lakini bado tunaimba. We even don't know when he's coming, but we are singing. Hata tujue atakuja lini, lakini tunaimba. We just know he's a leader, he cannot lie, he will come. Tunajua tu kwamba yeye ni kiongozi, hizi danganya atakuja. So we would sing and suddenly we would hear the siren. Tungeimba na baadaye tungesikia ikiwa na mwilia magari. Those cars that come first before the president. Gari hizo ambazo nakuja kabla rais aje. They would pass in high speed. Yangepita kwa mbio kuu. Suddenly we realized the president was there coming. Na tunatambua kwamba rais alikuwa pale anakuja. And we raise up our voices even to praise him more. Tungeinua sauti yetu na kumsifu zaidi. When he heard us do that, wakati alitusikia tukitenda hivyo, he would stop. Angesimama, put his hands in his pocket, angeweka mkono mfukoni mwake, and identify a leader in our midst, na angetambua kiongozi kati yetu, and give out money, na atoe fedha for a particular thing in that school, katika jambo fulani katika shule hiyo. So when you are worshiping, you are being attractive to the one you are worshiping. Wakati unaabudu, unamvutia yule ambaye unamwabudu. So don't miss this worship night. Usikose ibada hii ya kuabudu usiku ule. Hatujui kile ambacho kitatendeka maishani mwako. Be there at our venue. Kuwa pale katika mahali pale. Come early. Kuja mapema. So that we begin together. Ili tuanze pamoja. And we end up in a glorious moment. Na tumalize katika wakati wa utukufu. A great worship night. Usiku mkuu wa kuabudu. End of bleeding. Mwisho wa kutokwa damu. Remember, I was going on with this series. Kumbuka nilikuwa naendelea na msururu huu. About this is not my life. Kuhusu hii si maisha yangu. And I've gone far to lay this foundation and to be where we are. Na nimeendelea kuweka msingi ili tuwe mahali ambapo tupo. Many times we realize it is not our life, but we are doing nothing to help. Mara nyingi tunatambua kwamba si maisha yetu, lakini hatutendi kitu ya kusaidia. People who are better than you have done something to be better. Watu
ambao wako zaidi yako wametenda kitu ili wawe zaidi. Even if you are jobless, you must wake up early in the morning and go and find work to do. Hata kama una kazi, amka asubuhi na mapema uende upate kazi ya kufanya. Find something to do in that ministry. Pata kitu ya kutenda katika huduma huo. If you have no job in the world, kama hauna kazi I'm duniani, telling you, you can't miss work in the house of God. na kuambia huwezi kosa kazi nyumbani mwa So this Bwana. thing of being jobless to me is just great nonsense. Hivyo kukosa kazi tu ni upumbavu wa hali ya juu. Go to your church, get the keys of the church and go wipe dust on those chairs every day. Enda upate kifunguo kanisa lako na panguza vumbi katika viti hivyo kila siku. Wipe the instruments and remove every cobweb in that auditorium. Toa vumbi katika mitamo na pia toa yale nyumba ya buibui katika nyumba ile. Wash the floor as many times as you can in a day. Washa sakafu ile mara nyingi unavyokuja pale kila siku. Until the water that comes out of it now is pure. Mpaka maji ambayo yanatoka pale yawe masafi. And when you do that, you should stop saying you are jobless. Na wakati unatoka pale usiseme wewe una kazi. Weed the flowers around your church. Pia palilia maua kando ya kanisa. Weed them and water them every day. Ya palilia na uyaweke maji. Plant new ones every day. Panda mapya kila siku. And this language I'm jobless will come to an end. Na lugha hii na kazi itafika mwisho. When you are doing that, you are not doing it for the preacher. Wakati unafanya hivyo mtendee mchungaji. You are not doing it for the pastor. Hautendei pia mhubiri. But you are doing it to the honor of that ministry. Lakini unatendea mwenye huduma ule. And the angel of that ministry. Na malaika wa huduma ule will open a door for you somewhere. Hata kufungulia mlango mahali. And now you will have a job both in the church. Na hivyo utakuwa na kazi pia kanisani. And one that is outside. Na ile ambayo iko nje. Praise the name of the living God. Jina la Bwana ishie lisifiwe. So stop just being there and saying my life is bad. Wacha kukaa tu pale na kusema maisha yangu ni mbaya. Begin to do something and God will do something. Anza kutenda kitu na Mungu atatenda kitu. God wants to move with those who are moving. Mungu anataka kusonga na wale wasongao. Somebody called me and told me I've been a Christian for so many years. Mtu akanipigia akasema nimekuwa Mkristo kwa miaka mingi. God have never spoken to me. Mungu hajawahi nizungumzia. God have never touched me. Mungu hajawahi nigusa. God has never given me anything. Mungu hajawahi nipa And he chochote. was counting a long list of things God has never done. Na akataja mambo mengi ambayo Mungu hajawahi I'm tenda. always patient to hear. Kila wakati mimi niko na subra And I will kusikiza. give you the best opportunity to hear you. Na nitakupa fursa nzuri ya kukusikiza. After he had finished, Baada ya the kumaliza, Spirit of God inside me told me and showed me how to answer him. Roho wa Mungu ndani mwangu akanionyesha na akanielezea jinsi ya I kumjibu. told him all the things God has never done for you. Nikamuuliza yote ambayo Mungu hajawahi kutendea. Do them for God. Yatendee Mungu. If God has never spoken to you, Kama Mungu hajawahi kuzungumzia, speak to him. mzungumzie. If God has never touched you, Kama Mungu hajawahi kugusa, touch him. mguse. If God has never visited Kama you, Mungu hajawahi kutembelea, visit God. mtembelee Mungu. Whatever God you think has not done for you, Kile ambacho nadhani Mungu hajakufanyia, you do it for him. wewe mtendee. Worship him Mwabudu and he will come into your life. na atakuja maishani mwako. So we are not here to sit. We are here to move so that God also moves. Hatuko hapa kuketi, tuko hapa kusonga ili pia Mungu asonge. And last week we saw Jesus going to the house of Jairus. Juma iliyopita tuliona Yesu akienda kwa nyumba ya Yairo. And we talked about the influence of a crowd. Na tukazungumzia kuhusu ushawishi wa umati. If you are not careful, a crowd can make you to do a wrong thing. Kama hauko mwangalifu, umati utakufanya kutenda jambo lisilofaa. You are not a thief. Wewe haukuwa But mwizi. if you are in a wrong crowd, soon you begin stealing. Kama uko katika umati usiofaa, karibuni unaanza kuiba. You are not a demonstrator, but Ha- if you are in that crowd, you begin to demonstrate. Haukuwa mtu wa kugoma, lakini ukiwa katika umati huo unaanza You kugoma. are not a rioter, but once you enter into that rioting crowd, Haukuwa mtu wa kuinua vitu ama kuleta ubishi, lakini ukikuwa katika umati huo, suddenly you begin to do what they are doing. hivyo unaanza kutenda yale ambayo wanatenda. So when you are a leader, also be careful of the crowd that is around you. Hata wakati wewe ni kiongozi, kwa mwangalifu na umati ambao umekuzingira. Try to know their minds. Jaribu kujua wazo lao. Try to know why they are following you. Jaribu kujua kwa nini wanakufuata. And you will come in a place to lead them better. Na utafika mahali ya kuwaongoza So vizuri. as this
crowd was following Jesus, wakati umati huu ulikuwa unamfuata and Yesu he was heading to the house of Jairus, na alikuwa anaelekea nyumbani mwa Yairo, and Jairus was a leader in the synagogue, na Yairo alikuwa kiongozi kwa and sinagogi, even leaders have problems. na hata viongozi wana matatizo. Sometimes they have worse problems than yours. Wakati mwingine wana matatizo mengi You kukushinda. could be a spiritual leader. Unaweza kuwa kiongozi wa kiroho, Sometimes even those you lead think you never have any na hata problem. wengine ambao unaongoza lakini una vitu ambao huwezi ambia These mtu. pastors you see, Hao wachungaji ambao unawaona, spiritual leaders you see, viongozi hao wa kiroho ambao unawaona, sometimes they go through tough things more than what you are going through. wakati mwingine wapitia mambo magumu zaidi ya jinsi ambavyo wewe unapitia. And so they were following and pushing towards Jesus. Hivyo walikuwa wanafuata na kumsonga Yesu, And suddenly in the crowd, na mara moja katika I umati, said there are so many people in the crowd. nasema kulikuwa na watu wengi katika umati, There are so many representations in the crowd. kuna uwakilisho mkuu katika Needs umati. are presented in those crowds. Wevi wako katika umati huo, Needs are presented in those crowds. mahitaji yanawakilishwa katika umati Some are huo. sick and some are lacking and some are crying. Wengine ni wagonjwa, wengine wanakosa na wengine But wanalia. specifically we want to talk about one of the people in that crowd Lakini tunataka tuzungumzie kati ya watu katika umati who huo emerges to be the best example of what we must do when this is not our life. wakati anatokea kuwa mfano mkuu ya jinsi ya kutenda wakati tunahisi si maisha yetu. And she looks to me to be the best example Anaonekana kwangu kuwa mfano mzuri of what I must do when doctors don't understand. waya ile ambayo inatakiwa kutenda wakati madaktari Of hawaelewi, what I must do when even my parents cannot understand. ile ambayo lazima nitende wakati hata wazazi wangu Of hawanielewi, what I must do when the situation is spelling different. ya ile ambayo inatakiwa kutenda wakati hata hali inazungumza tofauti, What you must do when your family is not the family you knew. ile ambayo unatakiwa kutenda wakati jamii yako si ile jamii And uliyejua. therefore we come to the story of a woman. Tunafikia hadithi ya mwanamke, A woman who has a story that I will tell shortly. mwanamke ambaye ako na hadithi ambayo nitaelezea kwa And she's ufupi, one of the people in the crowd. na ni kati ya watu katika umati. When a crowd is around you, Wakati umati uko kando yako, be careful because not everybody wants to do the same thing. kuwa mwangalifu kwa sababu si kila mmoja anataka kutenda jambo hilo The hilo. reason why all of them are there is not a common reason. Sababu ya wao wote kuwa pale si sababu moja. Some have their own issues. Wengine wako na mambo yao, Some have their own reasons of being there. wengine wako na sababu ya kuwa mahali pale, Some have just come to find something to do there. wengine wamekuja kupata kitu ya kutenda mahali But pale. as we go on with the story, we are meeting a woman Wakati tunaendelea na hadithi, tunakutana na who mwanamke was part of this crowd ambaye alikuwa kati ya umati that huu was now headed to Jairus' house. ambao sasa hivi ilikuwa inaelekea katika nyumba ya Yairo. Remember, in the house of Jairus there was a daughter who was dying. Kumbuka nyumbani mwa Yairo kulikuwa na binti ambaye alikuwa And anafariki, the reason why Jesus was heading to Jairus' na house, sababu ya Yesu kwenda nyumbani mwa Yairo, he was going to arrest death. alikuwa anaenda kukamata kifo. And in the crowd there is also a woman who is dying. Na pia katika umati kuna mwanamke ambaye pia alikuwa And anafariki, she's dying in a different area anafariki katika njia tofauti from that which the daughter of Jairus is dying. na ile ambayo binti ya Yairo alikuwa anafariki. So the daughter of Jairus is also dying. Binti ya Yairo pia anafariki, And this woman in the crowd is also dying. na pia mwanamke huyu katika umati Because anafariki she has suffered for a long time. kwa kuwa ameteseka kwa muda And mrefu, the Bible counts them all and says they were 12 years. na Biblia inahesabu yote na kusema ni miaka 12. And we find this woman in Matthew chapter number 9. Na tunapata mwanamke huyu katika Mathayo 9 Verse samani 20 to 22. mstari wa 20 hadi And also said 22. we find this woman in Mark chapter number 25. Na anasema pia tunampata mwanamke huyu katika Mathayo That is the 10:25. place we are reading. Na hapo ndipo tunasoma. And when also you read Luke chapter number 8 and verse 43, Na ukisoma pia Luka 8:43, you still read of this woman with her problems. pia utasoma kuhusu mwanamke huyu na matatizo yake. Problems will
kill you if you don't attach to the right source. Matatizo yatakuwa kama utaunganika na kiini kinachofaa. It does not matter which problem and how it has been named. Haijalishi ni tatizo gani na jinsi ambavyo imetajwa. So Jairus' daughter is dying. Yairo binti yake anafariki. And Jesus is headed to Jairus' house. Na Yesu anaelekea kwa nyumba ya Yairo. And I said last week that Jairus may have called them. Na nilisema juma iliyopita pengine Yairo alikuwa If amewaita. it was in our times when mobile gadgets are there. Kama ingekuwa wakati wetu wakati simu tamba zipo. And tell his wife the master is coming. Naambia mke wake kwamba mkuu anakuja. Tell his wife that a leader is coming. Anaambia mke wake kwamba kiongozi anakuja. Even though I'm a leader in the synagogue, Hata kama mimi ni kiongozi katika sinagogi. I have attached myself to another greater leader. Nimeunganika pia na kiongozi mwingine mkuu. And today is the day that the Lord has made, Na hii ndio siku ambayo Bwana amefanya that this leader may come home. ili kwamba kiongozi huyu aje As nyumbani. they were going home Wakati walikuwa naenda nyumbani to arrest death in the house of Jairus. kushika kifo nyumbani mwa Yairo. How can a woman in the crowd Mwanamke katika umati inaweza die kuaje? when the anointing and the virtue to arrest death Afe wakati upako wa nguvu ya kushika kifo is already moving towards the house of Jairus? tayari nasonga kuelekea kwa nyumba ya Yairo. How can you be in a church Unaweza kuaje kanisani where people are being healed mahali ambapo watu wanaponywa and you are dying of small sicknesses? na wewe unakufa kwa ugonjwa How mdogo? can you be in a church Unaweza kuaje kanisani that your man of God is anointed ya kwamba mtu wako wa Mungu amepakwa and your problem is still there for 12 years? na tatizo lako liko hapo kwa miaka 12? How can you die of financial issues Unaweza kufaje na tatizo la kifedha when a man, a stranger, has just come into your church wakati mtu ambaye ni mgeni amekuja tu kanisani and he has mwenu asked your spiritual leader na ameunguliza kiongozi wenyu wa that kiroho my daughter is dying at home? ya kwamba binti yangu anakufa Is nyumbani? it possible for my daughter to live again? Je, inawezekana binti yangu aishi Your tena? spiritual father have just said it is yes. Na baba yako wa kiroho amesema ni ndio, Your daughter will live again. binti yako ataishi tena. And according to your prayer, let us go home Na kulingana na ombi lako, acha tuende and nyumbani see your daughter live again. na uone binti yako akiishi And your tena. spiritual father or preacher is moving to the house. Na baba yako wa kiroho ama mhubiri anaenda nyumbani wa How mtu can you yule. let him go? Utamruhusuje aende? How can you let the word to be ministered? Utaruhusuje yule ambaye The anahudumia same word that is saving the whole world neno hilo ambalo linaokoa dunia nzima? cannot save you alone. Haiwezi kuokoa wewe peke The yako. word that is working for millions of people, Neno ambalo linatendea kazi watu mamilioni. how is it limited to work for you? Kwa nini imedunishwa kukutendea The wewe? change that is in the whole world, Mabadiliko ambayo iko duniani the nzima, name that when you mention things happen, jina ambayo ukitaja vitu vyatendeka, the name that when you call them demons scream. jina ambayo ukitaja mapepo yanapiga nduru. How can your demons be so strong? Kwa nini dimoni yako iwe nzito zaidi? How can your demons refuse to go? Kwa nini pepo lako likose kuondoka? How can your issues remain for 12 years? Kwa nini hali yako ibaki miaka 12? How can the same story be there? Kwa nini hadithi ile ile iwepo? How can this word not change you? Ikueje neno hili halikubadilishi? He has said it is possible in the house of Jairus. Amesema inawezekana nyumbani mwa Yairo. And many times if you study the ministry of Jesus, Na mara nyingi ukijifunza huduma ya Yesu, he says when what I say anasema ile ambayo is nasema what I hear the Father say, ni kile ambacho nasikia baba and akisema, what I do na kile ambacho is nafanya what I see the Father ni doing. kile ambacho naona baba So you akitenda. don't need a prophet Hauhitaji nabii to tell you where God was moving, kukuambia mahali Mungu alikuwa anaenda, because God was moving kwa kuwa Mungu alikuwa where anasonga Jesus was moving. mahali ambapo Yesu alikuwa And a anasonga, woman in the crowd realized na mwanamke katika umati akatambua that power is moving here. ya kwamba nguvu inasonga A hapa. woman in the crowd realized Mwanamke katika umati that akatambua suddenly there will be change in the house of Jairus. kwamba ghafla kutakuwa na ubadiliko katika nyumba ya A Yairo. woman in the crowd realized Mwanamke katika umati akatambua that I can be in the crowd, ya kwamba anaweza kuwa that I umati, must not
think like the crowd. lakini nisifikiri kama I umati. can be in the crowd, Naweza kuwa katika but I umati, must not do it like the crowd. lakini nisitende kama umati. She realized her value. Alitambua thamana She yake, realized that she's unique. alitambua yeye ni wa She kipekee, realized she is in a unique image. alitambua kwamba ako katika umbo la And she kipekee, said, now that I realize I'm unique, na akatambua kwamba sasa hivi kwamba nimetambua mimi ni wa unique kipekee. people will never do common things. Watu wa kipekee hawezi tenda jambo la kawaida. When you are unique, Kama wewe ni wa kipekee, when you need something special, wakati unahitaji kitu la what kipekee, you do must also be special. kile ambacho unatenda lazima pia kiwe cha The kipekee. song that you sing Wimbo ambao unaimba must be a unique song. lazima uwe wimbo wa The kipekee. prayer that you make Wimbo, maombi ambao unafanya must be a unique iwe prayer. pia maombi ya kipekee. The revelation I carry tonight Ufunuo ambao unabeba is usiku wa leo such a unique revelation, ni upako wa kipekee, because I'm here and I need a unique move. kwa kuwa niko hapa nahitaji msongo wa kipekee. You can talk common Unaweza zungumza kawaida and you will receive common miracles. na utapata muujiza wa But the kawaida, moment you realize lakini wakati utatambua that even without the whole world, ya kwamba hata bila dunia there nzima was no way to save me, hakukuwa na njia ya kuniokoa, even if I was living alone in this world, hata kama niko naishi peke yangu duniani the huku, only way of my salvation njia pekee ya wokovu wangu would have come through the cross, ingetokea kupitia and from msalaba the cross to the grave. na pia kwenda kaburini, Jesus would have gone back to the na Father Yesu angerudi kwa Baba just to save me. kuniokoa tu. She realized Alitambua the uniqueness she had, upeke and ambao she alikuwa nao, said before it happened, na akasema kabla in itendeke the house of Jairus katika nyumba ya Yairo, must happen in my life. lazima itendeke maishani mwangu. Before it happens Kabla in itendeke my neighbor's house, katika nyumba ya jirani change yangu, must begin with me. vitu lazima vianze And she nami. said, how is this true? Akasema hii ni vipi kweli? How is it that daughter of Jairus will be healed? Itakuwaje kwamba binti yule ya Yairo And she ataponywa? said, I want to test the waters. Akasema nataka nijaribu I want maji, to test it in a unique way. nataka nijaribu kwa njia ya It will kipekee, cost my life, but I don't care. itagharimu maisha yangu lakini sijali. After all, I'm dying. Hata hivyo If ninafariki I touch his garment kama nitagusa vazi and his lake disciples kill me, na wanafunzi wake waniue. because remember in the multitude, Kumbuka katika umati there was a man called Peter kulikuwa na mtu aitwaye who Petro never allow you to touch Jesus. ambaye angekuruhusu mguse If you Yesu. go close to Jesus, Kama ungeenda karibu na Yesu, Peter was always questioning, Petro kila wakati aliuliza, and he had a sword in his hand. na alikuwa na upanga You mkononi. move close to the master, Ukisonga karibu na you are mkuu, touching the animosity in Peter. unaguza unyama ndani ya You are Petro, touching the danger in Peter. unaguza hatari kwa But the Petro. woman said, Mwanamke huyo akasema, blood will kill me. damu itaniua, I have been sick, bleeding for 12 years. nimekuwa mgonjwa nikitokwa na damu But miaka this 12, must come to an end. lakini hii lazima This ifike is mwisho. not my life. Hii siyo maisha yangu, This is not the will of God. hii si mapenzi ya Mungu. Don't sit in a comfortable way Usiketi katika njia ya kutulia and you think you will get the will of na God. unadhani utapata mapenzi ya The Mungu. kingdom of God Ufalme wa Mungu suffers violence, ndio wale wenye and it is wakakamavu, only the violent, ni wenye tu and they wakakamavu must take it by force. ambao lazima uchukue kwa The nguvu. woman said, Mwanamke akasema, my healing is so unique. uponyaji wangu ni wa It kipekee, cannot come in a silver plate. haiwezi kuja katika I have njia suffered for rahisi. long. Nimeteseka kwa muda I have mrefu, nothing to risk. sina kitu ya I have kutahadharisha, nothing to spare. sina kitu cha kuacha. Let me die Wacha nife touching the garment. nikigusa vazi, Let me be destroyed wacha niangamizwe touching the garment. nikigusa vazi. If Peter must kill me, Kama Petro lazima niue, anyway I will still die. hivyo hata nitakufa, Because even like this, kwa kuwa hata hivi blood is killing me. damu inaniua. Every time you lose blood, Kila wakati unapoteza you damu are leading yourself to your grave. unajielekeza katika That is why kaburi. in an accident, Ndio maana katika people ajali die
because of overbleeding. Watu wanakufa kwa sababu ya The kutokwa woman na who damu had zaidi. overbled for 12 years. Mwanamke huyu alikuwa ametokwa na damu miaka 12. 12 being a number of completion. Miaka 12 ikiwa ni nambari ya And the ukamilifu. daughter of Jairus was just about to die also. Na pia binti ya Yairo alikuwa karibu kufa So pia. the anointing to bring life was moving. Kwa hivyo upako wa kulirudisha uzima ulikuwa And unasonga. both my Bible and your Bible says, Na Biblia yangu na yako she inasema, said, I must do whatever it takes, alisema lazima nitende kile ambacho inanigharimu, because this is not my life. kwa kuwa hii si maisha Child of yangu. God, I may be talking something about your life. Mwana wa Mungu, naweza kuzungumzia kitu kuhusu maisha yako, And you realize the life you are living is not your life. na unatambua maisha ambayo unaishi si yako. It is not time to sit in the same place. Si wakati wa kukaa mahali pale It pale. is time to begin to think and invest on something new that could also be dangerous for your life. Ni wakati wa kuanza kuwekeza katika kitu kipi ambacho pia ni hatari maishani mwako. Bleeding would end her dead. Kutokwa damu kungemuua yeye, And equally touching the garment of Jesus where Peter was na hata pia kuguza vazi la Yesu mahali ambapo Petro alikuwa, was still dangerous. bado ilikuwa ni Because hatari, Peter was a man of the sword. kwa kuwa Petro alikuwa mtu wa upanga. But he said this, Lakini alisema hivi, death is death. kifo ni kifo. Bleeding will take me to death. Kutokwa na damu itanipeleka katika Peter kifo. may also kill me. Petro anaweza pia niua, But let Peter kill me lakini wacha Petro as I niue touch the garment of Jesus. wakati naguza vazi la Yesu. If God blesses you, Kama Mungu anakubariki, let's meet next week wacha tukutane juma for ijayo this series that you must never miss. kwa msururu ambao lazima And usikose, let's go deeper into this word. mpaka uingie ndani katika God is neno not hili. tired of you. Mungu hajachoka nawe. Could be you are the one who is tired of God. Unaweza kuwa ni wewe ambao umechoka na Mungu. Get to know where our altar is. Pata kujua mahali madhabahu yetu ipo. Come there, we only worship Jesus. Kuja pale tunaabudu tu Yesu, And teach you the word of God that will make you strong. na kufunza neno la Mungu ambalo litakupa nguvu. Don't miss any of this series. Usikose kati ya msururu. Call the numbers after the service Piga katika nambari ambayo utapewa baada ya for ibada prayers, and also share with me what God is doing in your kwa life. maombi, na pia shiriki nami kile ambacho Mungu anatenda maishani If you mwako. purpose to give an offering, don't hesitate. Ukikusudia kutoa sadaka Don't usikose. argue with yourself. Usibishane na mwenyewe. Don't ask whether it is right to give or wrong. Usijiulize kama ni vizuri kutoa ama mbaya. Risk tonight Tahadharisha usiku wa leo, and see the power of God move in your life. na uone nguvu ya Mungu ikisonga maishani mwako. Amen. Amina. Naam, hakika limekuwa neno la baraka. Pia kumbuka tuko na mkesha Ijumaa hii ya tarehe 29, the end of bleeding worship night, ambayo itafanyika usiku huu wa Ijumaa tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2025, ambayo kitabu kikuu, maandiko makuu ni Mark chapter 5, Mariko mtakatifu mlango wa 5 mstari mdogo wa 29, the end of bleeding worship night, ambayo itafanyika Ijumaa hii katika kanisa letu la More Than Conquerors. Ukifika katika lango kuu la Kimalel Primary School pale Kipkaren, teremka chini mita 150 katika mkono wako wa kulia, kisha utaona kibao kikubwa kimeandikwa More Than Conquerors the Healing Pool opposite Amos Junior. Njoo hapo usiku huu tuabudu Mungu na tuone matendo makuu ya Mungu. Kumbuka waweza wasiliana na mchungaji kupitia nambari 0721990930 au nambari nyingine ni 0722243702. Nitarudia tena 0722243702. Kumbuka hiyo nambari pia unaweza itumia kutoa sadaka yako, kutoa dhabihu, kujiunganisha na pia kuuliza direction kwa wale ambao watafika katika mkesha huu, na itakuwa ya baraka. Na pia pale nyumbani, kama utataka kupata mafunzo mengine kama haya, ingia katika mtandao wa kijamii, andika pale More Than Conquerors katika Facebook, pia katika YouTube, na utapata mafunzo kama haya na mengine mengi ambayo yatabariki maisha yako. Na mkumbuka tunapatikana pale Kimalel Kipkaren. Ukiteremka mita chache utapata kibao kikubwa kimeandika More Than Conquerors
hapo ndipo tunaabudu, na ibada zetu Jumapili zinaanza saa 4 hadi wakati ambao Roho Mtakatifu atatuwezesha. Njoo tumwabudu Mungu kila siku, kila saa, maana yeye anastahili. Ni kweli kabisa, tumwabudu Mungu maana ni yeye ndiye alituumba tukamwabudu. Na kwa kawaida tunasema acha jina la Bwana lisifiwe jana, leo na hata milele. Amina. Shalom hadi wakati ujao.